Naitwa Engineer Dickson, mtaalamu kutoka kampuni ya Dakoda. Leo nataka nionyeshe namna gani mfumo bora kabisa wa farmers ambao utautumia kwenye wholesalers, unatumia kwenye retails, katika modality yoyote ile. Shukrani sana kwa Matata Pharmaceutical Farmers. Wauzaji wa dawa jumla wamejipatia mfumo bora sana pia. Sasa huu mfumo bwana, iko bora ni kwamba unaweza ukautumia hata kama ukiwa na maduka mengi sana, zaidi ya duka moja. Hebu angalia jinsi hivyo rahisi kabisa kuendesha mfumo huu. Ni rahisi sana 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 sana, haikuchukui dakika nyingi kutengeneza oda ya mteja. Sasa mimi naomba nionyeshe watu wa wholesalers. Hebu tuchukulie wewe unafanya kazi wholesalers. Kumbuka hapa create order ndio sema hapa nimeingia kama admin na full function nyingi si kwa mari hapa. Mimi nionyeshe namna gani unawezaje kutengeneza order ya mteja wako kwa kutumia mfumo huu hapa. Nimeingia kama admin, ndio maana na features zote. Ukiwa kama staff utaingia kama staff, utaona features touch. Sasa nitengeneze order kama mtu ambaye amenituma order. Kwa hiyo ku create order unakuja mahali hapa. Unaona jinsi vile rahisi, una click hapa, unamsikiliza mteja wako. Ndugu yangu, unataka nini? Unaanza kumsikiliza mteja wako. Hizi dawa ziko nyingi, dawa unaingiza mwenyewe kwa idadi yako. Mimi nachagua tu dawa yote, labda anataka paracetamol tab, anataka box, ziko in term of boxes, ziko box 100. Kwa mimi naweka labda anataka boxi boxi 600, labda ninaweka hapa kwenye bili yangu. Unataka nini tena? Unachagua, tunamsikiliza. Nataka labda hapa pempelasins hapa. Unataka ngapi? Labda nataka 2. Unaweka kwenye bili hapa. Unataka nini tena? Unamsikiliza mteja wako. Labda nataka ni hii hapa dawa hii hapa. Unataka ngapi? Nataka labda 700. Unaweka kwenye oda yako. Mwisho wa siku ni nini? Hapa system inakuandikia mchague customer wako. Na lazima customer ushamsajili. Kama hujamsajili customer, unamhadi mahali hapa, unamweka pale customer wako, unamweka. Sasa kama ushamsajili, unapiki tu customer hapa. Very simple. Labda ni huyu hapa ni Jack customer. Then una send for bill. Ukisha send for bill, wow, ushatengeneza order, ushamaliza. Simple kabisa. Na hapa kama wengine wanakuwa na vivi post printer, unaweza ukaprint receipt. Hiyo ni slip ya mteja wako ambao unaweza ukaiprint kwa ajili ya kuonyesha zile item ambazo mteja amezinunua. Hizi ni slip kwa ajili ya mteja wako. Unaweza ukaprint slip chap ukawashamaliza. Fikiria hapa sasa, mteja mwingine akija wa pili, una refresh tu hapa, unasikiza mteja wa pili mwingine, unakuja kwa ajili ya kumwandalia na yeye order. Unaweka tu albendazo labda, unaweka unataka ngapi? Unataka 1, unaweka hapa, unachagua tu na mteja mwingine anataka nini tena, unaandaa order ya mteja mwingine tena, unaweka hapa, unaweka kwenye order, utachagua sasa mteja wako anaitwa nani, ni bla bla huyo hapa, sawa. Unapiga hapa, na hapo unaweza kuprint slip yake kama unataka kuprint slip yake. Sasa fikiria mteja wako huyo wa pili anataka umprintie quotation yake au umprintie order yake ili umpelekee kule akafanya malipo. Unafanyaje? Unakuja kwenye sales order. Hapa ndio sehemu ya kuprint order ya mteja wako. Utamuona yule mteja wetu kwa nini? Jack customers. Hapa ndio sehemu ya kuadd au kuview order. Unaweza kuweza hapa ukaiona order yake hii hapa, na unaweza ukaiprint out. So ngwani print kwenye karatasi yako full ya A4, ukamprintia mteja wako pale. Iko na print slip hapa na print order, na i print order kabisa full. Na hapa na mteja akisema kwamba okay, nataka kuongeza item nyingine, unaweza kumuongezea hapa, au unataka nipunguze, unaweza kupunguza hapa, au kaongeza item nyingine, watu ongeze hapa. Mimi nakuja kuongeza hapa, nasema niongeze at method, naongeza ngapi? Naongeza hizo hapo C9 na hadi hapa. Nikishamaliza hapo na maliza hapa. Nishamaliza, very simple and click. Dakika 2 ni nyingi, ushatengeneza order yako. Na hapa mteja anaweza kusema kwamba anakuja kulipa, umprint invoice ya malipo. Mimi nataka nilipishe. Mtu anayelipisha kama ni yule cashier, kama kuna mtu mwingine akulipisha, unakuja kulipisha order yako. Unakuja sehemu ya payment, uje sehemu ya kulipisha, uje ulipisha order yako. Utaona order jumla shilingi ngapi? 59 5923 unalipisha, then nakuja unaconfirm. Ukisha confirm, good and done, tayari umeshafanya malipo ya mteja wako, yamekamilika. Na hapo pia unaweza kuprint invoice. Unaweza kuprint invoice ya mteja, ukaprint invoice ya mteja ambayo mteja umemlipisha. Ukaja kwenye print invoice, unaona hii ndio invoice, full invoice nzima ya manunuzi ya mteja wako ambao ameshalipa tayari. Na unaweza kuprint invoice ya mteja ukampa, bwana hongera kulipa hivi na kadhalika. Na invoice natoka ikiwa smart bila kuwa na shida. Lakini invoice pia uzuri wake ni kwamba ukisha print inatengeneza copy. Mfanyakazi hawezi kuprint invoice mara mbili ili kuondoa wizi. Unaweza kufanya ukiprint mara pili, inakuandikia tayari pe copy, inakuandikia copy kama nakala kwamba tayari hiyo invoice
kuprintiwa. Hebu angalia namna gani unaweza kuona ripoti yako ya mauzo. Kuna ripoti nyingi. Unaweza kuja hapa kwenye system yako ukaangalia vitu vifuatavyo. Either ukaangalia sales report, ukaangalia cash flow report, ukaangalia kwenye balance sheet report, ukaangalia profit and loss report, ukaangalia stock value report, ukaangalia purchasing report, ukaangalia expenditure report. Hebu angalia kwenye sales report hapa. Kwenye sales report ziko ripoti nyingi. Utaona kwenye sales report limit, sales by customers report, sales by items, sales by staff. Unaweza kuangalia kila mfanyakazi wako kauza, katoa order, kafanyeza kwa watu wangapi. Unaweza kaangalia mahali hapa. Lakini pia ukija kwenye sales by item, unaweza ka view report zako ukasema kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 nimeuza dawa kiasi gani. Utaona dawa zako zote mahali hapa na mauzo yako yote unayovuta mahali hapa. Lakini hapa unaweza ka view kwamba mfanyakazi wangu, nijue mfanyakazi bora aliyeuza dawa ni nani. Nikija hapa ku show by item kwamba kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 labda ni nani, unachagua customer yako, unamweka hapo, una search, utapata customers ambaye waliweza kuuza mahali hapo. Very simple and very clear. Na hapa inafanya each and everything. Viko vitu vingi vizuri bora na kwenye mfumo ambao unaweza kuvitumia kwa ajili ya kumanage na kusimamia mfumo wako ulio bora wa mauzo. Na hii unavyoiona ina work as 100%. Lakini pia kuna yule wa retailers, wale watu wa retailers. Jamani, unachagua tu hapo, unachagua retailers. Unauza moja kwa moja. Unaanza kuuzia wateja wako wa retailers sasa ambao unaitwa ni customers. Unaanza kuchagua dawa zako. Unataka nini? Nataka kitu fulani. Na penyewe unaweka hii tengenezi order. Hii unauza tu moja kwa moja Yaani hii unauza moja kwa moja tu. Unauza moja kwa moja, unauza moja kwa moja, unaweka hapa au wateja wa retail tu. Wateja wa retail tu. Unaweka moja kwa moja unauza. Mwisho wa siku ushamaliza hapo, una send for bill, una print receipt yako, unampatia mteja, anakuwa ameshamaliza na print receipt yake hapa, unampatia goodbye, anaondoka. Ushamaliza jinsi ya kuuza in retails. Hakuna haja ya kutengeneza order, hakuna haja ya kutengeneza invoice, hakuna haja ya kutengeneza quotation. Unauza direct na ushamaliza. Karibu sana upate mfumo bora utakusaidia kuuza bidhaa zako jumla na rejareja za dawa. Karibu sana.